Hii ni Maisha Kamili. Twakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Leo tunaangalia unyang'anyi au maangamizi. Tuko tunaangalia jina hicho kabisa. Anawajibika kuweka sawa mambo. Anawajibika kuweka sawa mambo. Nchi yake hiyo. Nchi yake hiyo. Lazima wewe. Lazima safishe. Basi tuanze kuomba. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa neema zako nyingi. Amen. Tunapata tumaini kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Asante Baba. Kuja tutelekeza. Amen. Unatuangalia kwa jicho lako la rehema. Amen. Na la upendo. Na Mungu wa mbinguni umesema tukija kwako wewe unarekebisha mambo yote yanakaa sawa. Asante kwa Mungu wa mbinguni kwa pamoja nawe. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Haya. Sasa wale wakana. Yoshua ameambiwa ndio nchi hii nimekupa. Wakaanani hawa wanaondoka kwa sababu gani? Somo lililopita. Kwa nini wanatakiwa waondolewe? Kwa nini? Okay. Matokeo ya uovu wao ni nini? Nchi inawatapika. Sivyo? Sasa kwa Kora, Dathani na Abiramu kwenye ule wasi, tukikumbuka kitabu cha Hesabu, nchi ilifunuka hivi. Ikawameza. Yule ndugu yake Abel nani? Kaini. Alipoua akawa ni mtu wa kukimbia kile kama mtu aliyeua leo hivi. Yaani hawezi kukaa hapo tena. Anapata hofu. Nchi imemkataa. Hawa nchi kweli imewakataa, lakini wanaondolewaje? Je, ni unyang'anyi wa ardhi, wananyang'anywa au wanaangamizwa kabisa? Wanaondolewa kwenye nchi au wanateketezwa na wao wenyewe? Ikoje? Mungu alikusudiaje? Sasa twende na katika Kutoka sura ya 23 mstari wa 28 mpaka 30. 23 fungu la 28 hadi 30. Nami nitapeleka mavu mbele yako, watakaomfukuza Mhivi na Mkanaani na Mhiti watoke mbele yako. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiyo ukiwa, na wanyama wa bara wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe na kuirithi hiyo nchi. Mpaka fungu la 30 na 33 mstari wa pili, wakati unaandaa 34 mstari wa 11, 33 mstari wa pili naye anasema, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanaani na Mwamori na Mhiti na Perezi na Mhivi na Myebusi. Waifikirie nchi. Okay, endelea. 34:11. Liangalia neno hili ninalokuamuru leo. Tazama mbele yako na mtoa Mwamori na Mkanaani na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Wewe unaona hapo ni nini? Wananyang'anywa au wanaangamizwa? Wananyang'anywa nchi tu au wanaangamizwa? Sio wananyang'anywa tu, anawatoa kuangamizwa kabisa. Anasema lakini anatoa. Anasema anafukuza. Ni kama wananyang'anywa nchi. Wananyang'anywa nchi wanatolewa. Kwa sababu ya maovu yao. Kuna mafungo mengine lakini yanaonyesha kwamba kuna kitu kama zaidi ya hicho. Twende katika Kumbukumbu la Torati. Twende 34:13 hapo 34:13. Bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakata mashera yao. Kuna vitu vya kuharibu. Sio kwamba tu wanafukuzwa. Yale yanahusiana na ibada zao zile. Twende 31 Kumbukumbu la Torati. Fungu la 3 nasema 4. Yahwe Elohimu wako ndiye atakayevuka mbele zako, atawaangamiza mataifa haya mbele yako, nawe utawamiliki. Na Yoshua atavuka mbele yako kama Yahwe alivyonena, na Yahwe atawatenda hao kama vile alivyowatenda Sihoni na Ogu, wafalme wa Amori, na nchi yao ambao aliwaharibu. Sasa ni maangamizi au maangamizi haya. Swali, somo letu la leo, wananyang'anywa ardhi au wanaangamizwa kabisa? Hayo yote yanaonekana yanatajwa katika mafungu haya. Tekelezwaje? Sasa hapo ndipo tuongee kidogo. Mungu alikusudia ya kwamba aiponye nchi. Shamba wapewe watunzaji wengine. Swala lilikuwa ni nini? Kuikomboa nchi hii
kwa kuwapa watunzaji watakaoitunga. Hawa wameiharibu nchi. Kwa hiyo ilikuwa la kwanza ni kuwaondoa. Lakini sio tu wanawaondoa, waondoe na vitu vyao. Sawa sawa. Manyanga yao, unasikia kinaitwa manyanga. Yale ya matambiko yao, ile miungu yao, kama ambavyo Mungu alivyokuwa anafanya hukumu zake pale Misri. Utakumbuka alikuwa anaigonga miungu ya Farao ya Misri pale kwa zile yale mapigo. Kwa hiyo hapa nao alikuwa anasema okay, mimi nitatekeleza hukumu yangu, nitairejesha nchi katika hali ya usawa kwa kupitia ninyi wana wa Israeli. Ninyi mtaenda, mtawafukuza, mtafukuza na hiyo miungu yao. Lakini baadaye anataja mtaangamiza kabisa. Hii inakujaje? Ni pale ambapo wale watu wanapong'ang'ania ile vitu vyao na hawataki kutoka. Kwanza wanang'ang'ania ile nchi, hawataki kutoka, na wanang'ang'ania bado ile miungu yao, manyanga yao. Sasa kinachofanyika pale, kama walivyofanya Sihoni, Honi na Sihoni, wale Ogu na Sihoni, unajua waliteketezwa kabisa, mpaka na watoto wao na wake zao na waume zao. Kwa nini? Wewe unadhani logic kwa nini? Kuna haki hapo. Wametenda maovu mbele za Bwana, kwa kuna uchafu. Na in fact wanakalia nchi ambao wanaoenda kukalia ile nchi ni watu ambao sawa wametenda maovu, wangefukuzwa. Haya, na mali zao na ni yale maovu yenyewe yangeteketezwa. Sasa mpaka wanauawa kabisa ili usafi uje. Nachukua kama gharika. Ilibidi isafishwe ule uovu. Yaani kuanzisha ajwa. Wangeondoka ingesafishwa. Sawa. Na manyanga yao ingeteketezwa, ingesafishwa. Sasa wanapoteketezwa hapa ni kwa sababu gani? Wasiendelee kuleta uharibifu duniani. Wameng'ang'ania. Okay. Wameng'ang'ania, hawataki kutoka kama watu wa Yeriko. Tutaangalia. Tumeshasoma habari ya Yeriko. Okay, kama watu wa Yeriko tulivyosoma. Wameng'ang'ania kukaa katika huo mji, kutoka katika Yeriko. Miungu yao wanaendelea kuinania, wanaitetea, wanapambana na Mungu aliyeshinda Farao, aliyeshinda Sihoni na Ogu. Hawa wanajielewa, hawajielewi. Sasa hawa uwahamishe waende kwingine, wataendelea kuharibu hata huko watakakoenda. Kwa hiyo suluhisho ilikuwa nini? Haki ya Mungu ilikuwa anataka nini? Kuleta usawa, kuleta usafi. Kuangamiza ndio the only solution. Na hicho kitu ni kama tu daktari anakupa dawa ule ugonjwa uondoke wenyewe. Lakini hausipoondoka, anasema tunafanya operation, tunaondoa hilo eneo lililoharibika na ile kitu linaloleta uharibifu iondoke. Kwa hiyo ilikuwa ni kama surgery. Maangamivu ilikuwa ni surgery. Umekataa, umeshikilia miungu yako. Toka. Kuna shirika gani kati ya Kristo na Beliali? Eti Wakaanani wakae pamoja na wana wa Israeli. Hawa wanamwabudu Yahwe, hawa wanaabudu Beliali. Hawa wanasema Beliali ndio anayetuletea, Baali anatuletea fertility, sisi tunafanya hivi na hivi. Sasa si watawaharibu hao? Ndio maana Mungu anasema ili wasije wakaharibu na ninyi. Wameharibu nchi tayari. Wasije wakaharibu na ninyi, na ninyi nchi ikaja kuwatapika. Watu wa aina hii, watu wa aina gani hiyo? Wang'ang'anizi. Sema wang'ang'anizi, shingo ngumu. Unakataa uchawi, unang'ang'ania uzinzi, unang'ang'ania maovu ambayo yanaleta mapepo katika nchi, katika ndoa, katika nyumba, katika biashara, katika nini. Wewe ni kutoka kwenye hiyo biashara, wewe ni kutoka kwenye hiyo nyumba, wewe ni kutoka. Sasa huu ni ukatili au ni rehema? Ni rehema kivipi? Ni rehema kwa sababu Mungu anatoa nafasi nyingine kwa watu kuweza wamekangania, amewapa nafasi hiyo, umeshinda. Sasa anawaangamiza kabisa. Nalo ni swala la neema, maangamizi ni rehema. Ni rehema bado. Kwa vipi? Kwa Mungu hataki watu wake waweze tena kuingia katika, amenusuru sawa ardhi au nchi ile, uumbaji wake kutoka kwa hawa watu ambao wanaharibu ile nchi sawa. Lakini mimi nasema hata wao wenyewe wanaharibika. Ni sahihi. Kwa hiyo Mungu anapoachilia wavune uharibifu wao ni kwa rehema, kuliko kama wangekula yale matunda ya mti wa uzima wakati wameshatenda dhambi, waishi milele katika hali hiyo. Unaharibu nchi, unajiharibu mwenyewe, unateseka. Maana ni mateso mwisho.
Baba, naamini tunaiona rehema katika maangamizi, sio tu kufukuzwa kwa hao waovu. Mungu wetu, Baba yetu, tunakushukuru kwa rehema zako. Amina. Na haki yako. Baba, unataka uzima utawale na haki yako itawale. Na iwe hivyo hata leo katika miji yetu, katika nchi yetu, katika ndoa zetu, katika familia zetu, kwa jina la Yesu. Na kama kuna ung'ang'anizi yoyote, kuna ushingo ngumu yoyote, kutosikia kokote, kupenda dunia, kupenda uzinzi, kupenda uchawi, kupenda ushirikina, hata kukataa toba, Baba, tunaomba ukashughulike na mioyo ya namna hiyo, ukaondoe kansa, ukaondoe ugumu, ukavunjilia mbali mioyo migumu, na ukalete uumbaji mpya katika jina la Yesu Kristo. Mpaka wakati mwingine, ndivyo tunavyoomba, ukatulete tena katika jina la Yesu. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji kwa kuja nasi siku ya leo tunapomaliza unyang'anyi au maangamizo. Kesho siku ya Jumatatu tunasoma tunasema uchaguzi huu. Uchaguzi huu. Mimi Arnold Lubinza na mimi Enos Makalindile. Karibu sana siku kesho. Amen.